Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa siku ya leo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na uweza, jina lako libarikiwe. Na muombea anayenitazama na anayenisikiliza popote alipo, nguvu yako ikamsaidia na neema yako ili kuweza kuelewa kile ambacho Roho wa Bwana unazungumza naye sahihi. Katika jina la Yesu, amen. Mpendwa unayenitazama popote ulipo, jina langu ni Apostle Emmanuel Malisa. Na leo nichukue muda mfupi sana kuzungumza na wewe mambo 5 yanayoweza kuzuia au kuchelewesha maono na mipango ya maisha yako. Maono na mipango ya maisha yako. Mambo 5 yanaweza kusababishia ukachelewa kwenye maono na mipango ya maisha yako. Jambo la kwanza ni hofu ya kusimama mwenyewe. Hofu ya kusimama wewe mwenyewe kama wewe unapoanzisha jambo lolote. Jambo la pili, pale unapotaka kueleweka na kila mtu. Hilo ni jambo ambalo linaweza likakusababisha wewe pia kuchelewa. Jambo la 3, ukitaka kumpendezesha kila mtu kwenye maisha yako. Hilo ni jambo pia ambalo linaweza likasababisha maono na mipango yako kuchelewa, yasifike kwa wakati. Jambo la 4, ukikosa ujasiri wa kusema hapana. Pale unapokosa ujasiri wa kusema hapana. Lakini jambo la 5, ni hofu ya kukosea au kushindwa. Hofu ya kukosea au kushindwa. Nataka tuangalie mifano michache katika Biblia ambayo itakusaidia kuona namna ambavyo Kristo Yesu Bwana aliweza kufanya mambo yake na kuachieve maono na mikakati na mipango ambayo ilimleta duniani. Jambo la kwanza, kutokana na kipengele tulichozungumza, hofu ya kusimama peke yako. Yesu alipokuwa anaanza huduma ilikuwaje? Ukisoma kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari wa 1, Biblia inasema ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. So unaona, Yesu alipoanza huduma alikuwa peke yake. Hakuanza na wanafunzi wake. Alianza peke yake. Unaweza kufuatilia pia katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 57, lakini Marko 14 mstari wa 50. Yesu hakuogopa kuanza mwenyewe. Alisimama na akaanza kile ambacho aliamini ndicho ndoto na kusudi lilomleta duniani bila kuwa na msaada wa mtu yeyote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So unapoanza jambo lolote, usiogope kusimama mwenyewe. Anza ukiwa na udhabiti, ukiwa unaamini ya kwamba aliyekupa nguvu ya kuanza ile jambo ni Mungu. Na Mungu ana kawaida ya kuwaleta watu kuweza kukusaidia katika kile ulichokianzisha. Lakini sio hivyo tu, Yesu hakuogopa kuambia wanafunzi wake kama na wao wangependa kumwacha kama ambavyo wale wengine walimwacha. Fungua na mimi kitabu cha Yohana mlango wa 6. Yohana mlango wa 6 mstari wa 67. Biblia inasema hivi: basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, nani anataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. So Yesu alizungumza kitu kigumu kilichowafanya watu waondoke, na kilikuwa ni maneno ambayo yana ujasiri wa kipekee. Unapoamua kusimama mwenyewe, usiogope kuzungumza kile unachokiamini, hata kama kinaleta ukakasi kwa watu wengine, kwa sababu hiko ndiko ambako kiko katika kile unachokiona kwenye maono yako. Maono humpa mtu uwezo, ability ya kuzungumza vitu ambavyo hata kama vinakinzana na mawazo ya watu wengine, lakini kina mpango na mkakati wa kukufanya kile unachokifanya kiweze kuendelea mbele. Kwa sababu watu wengi wana neema kuanza, lakini sio wengi wana neema kuendeleza walichokianzisha na kukimaliza. So moja ya vitu ambavyo vitakupa compassion na nguvu ya kuendelea kusonga mbele ni pamoja na misemo.
misemo iliyo imara na thabiti, na unapoisema unaweza kuisimamia ukiwa na uhakika nayo. Itakupa neema kuendelea kusonga na kuweza kusimamia kile ambacho Mungu amekupa kiweze kufika katika kilele cha ushindi. Lakini jambo la pili katika pointi ile tuliyoona ya ukitaka kueleweka na kila mtu, Yesu Kristo hakutafuta kueleweka na kila mtu na kila wakati. Wengine walimshambulia kwa nini anafanya labda miujiza siku ya Sabato. Kuna watu ambao walikuwa kinyume na yeye, lakini yeye alienda kinyume na utaratibu. Ili uweze kufika katika maono na malengo yako, jifunze kwenda kinyume na watu wengine wanavyoenda. Kama watu wanaamka saa 6, wewe amka saa 5. Kama watu wanaamka saa 10, amka saa 9, ili uweze kushindana na muda, kwa sababu kila maono na mipango ya maisha yako na mikakati imefungwa kwenye kusudi linaloitwa muda. Muda wako ukipita, hii ni ishara ya kwamba umecheleweshwa. Na ni kwa sababu ya nini? Kutaka kuwapendezesha kila mtu. Yaani wewe unaenda sasa, una hofu ya watu, una hofu ya kupoteza watu, una hofu ya kila mtu akufurahia, kushangilia. Hapo utapoteza kile ambacho Mungu amekuitia, amekuwekea. Nataka somo wewe mwenyewe katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 10, lakini kasome pia Marko 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Kaone pia kitabu cha Luka 13 mstari wa 14, itakusaidia. Jambo la tatu katika pointi ambazo tulikuwa tunaendelea nazo, tunaona ukitaka kumpendezesha kila mtu. Hii ya pili ilikuwa ueleweke na kila mtu, lakini hii ya tatu Yesu ilikuwaje? Yesu Kristo alitaka kwanza kumpendezesha Baba yake. Pendezesha maono yako kwanza, usipendezeshe watu. Yule aliyekutuma hakikisha unamfanya anafurahi kwa kazi unayoipiga, kwa sababu Yesu mapenzi yake na furaha yake ilikuwa ni Baba yake afurahi, Baba yake wa mbinguni, kwa sababu ndiye aliyemtuma, na alitumwa afanye mapenzi ya Mungu. Fanya mapenzi ya Mungu kwenye wito au kusudi, biashara uliyoitiwa na unayoamini kabisa kwamba huo ndio wito wako. Unapofanya kwa kumpendezesha Mungu, ndio kuini kwako, kufanikiwa kwako. Angalia, wakati mama yake na ndugu zake walipotaka kumtoa kwenye kusudi la maisha yake, alikataa. Akasema, mama zangu na ndugu zangu ni watu hawa ambao wako mbele yangu, wanasikiliza kile ambacho Baba amenipa. Wakati mwingine familia inaweza kuwa against na wewe, marafiki wanaweza kuwa kinyume na wewe, mazingira yanaweza kuwa kinyume na wewe. Usiogope, as long as madam umebeba kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hakikisha unayempendezesha ni yule aliyekutuma kufanya ulichokifanya, kwa sababu wewe ni jitu la mbinguni. Unaishi kwa ajili ya Mungu, unafanya kwa ajili ya Mungu, haufanyi kwa ajili ya kumpendezesha mwanadamu wa aina yote. Kusudi mara nyingi lililo la kweli huwa sometimes linakufanya usieleweke na watu wa karibu, watu wa familia yako. Sometimes unaweza wakakutenga, wakakusema mabaya. Hata Yesu ilimkuta, kwa sababu familia yake ilizani amechanganyikiwa. Kwa hiyo familia iliungana na watu wengine walioamini Yesu amechanganyikiwa, ili wakamshike, maybe wamtulize au wamfanyie vitu ambavyo vilikuwa kinyume na maono na kusudi ambalo Mungu alimletea hapa duniani. So ukisoma katika hiyo kitabu cha Luka 8:19 na 21, lakini Yohana 5:19, utaona kile ambacho Yesu aliamini ndicho kilichomfanya awe papa, ambacho kilimfanya hata asimame kinyume na familia. Alikataa familia. Ukiona kusudi unalolifanya, familia yako, ndugu zako, marafiki, ndugu au mazingira ulionayo yanakuboost, hawako against na wewe, ujue hilo kusudi pengine sio zuri, silo ambalo Mungu amekusudia ulifanye. Kuna watu leo unaenda klabu, unaenda disco na hakuna anayekupigia kelele, lakini ukiokoka ukampa Yesu maisha, unahudhuria maombi, unaenda ibada, ghafla marafiki wanakutenga, ghafla familia inainuka. Unajiuliza, je, nilipokuwa najiuza au nilipokuwa nafanya uchangudoa au nilipokuwa nafanya naiba, nilipokuwa naumiza maisha ya watu wengine, mbona hawakuinuka kunikaripia? Mbona hawakuwa kinyume na mimi? Lakini unapoanza kufanya vitu vya maana, unaona watu wanakuinukia. Usiogope, focus, inuka. Is better for you. Ni vyema wewe hata familia ukaiacha ili ufocus kwenye kusudi. Mwanzo wanaweza sikuelewe, lakini baadaye watakaoja kuungana na wewe na wakakuona tunu, kwa sababu utafanyika msaada kwao na utafanyika wokovu kwao. Lakini njia ya vitu ambavyo pengine
Kwenye familia yako hamna aliyevifanya. Umeelewa? Pengine kwenye familia yako hamna aliyejenga ghorofa, hamna aliyenunua nyumba, hakuna aliyepanda ndege. Kuna vitu ambavyo familia yako inaviona vya kawaida, labda kumiliki baskeli, lakini wewe unataka kununua Lamborghini, unataka kufanya mambo ambayo familia yako haikuwa kufanya. Unahitaji kufocus, na wakati mwingine kaa kinyume nao hata kama hawakuelewi. Kwa muda watakuja kukuelewa baadaye. Kama unanielewa sema amina. Jambo la 5 katika pointi ambayo tulizungumza ilikuwa ni hofu ya kukosea au kushindwa. Watu wengi wanapoanzisha maono au wanapofanya mambo wanapenda waanze katika ukamilifu, lakini kiukweli watu wote waliofanya mambo makubwa duniani walianza kwa kukosea. Umeelewa? Kwa mfano, mtu aliyetengeneza balbu ya umeme alitengeneza kwa kukosea mara 9, lakini mara 99 mara ya 100 ndio alipatia. So usiogope kukosea, kwa sababu kukosea kuna kufanya uwe better zaidi. Ujifunze katika makosa. Watu ujifunza katika makosa. Wanakosea leo, kesho wanakuwa wazuri kwa sababu wameshapata experience. Sio kama unanielewa. So Yesu Kristo kama mfano wetu tunamtazama katika somo hili. Kwenye hii pointi tunaona Yesu Kristo hakuwa na mawazo ya kushindwa jambo lolote. Mtu yote ambaye unataka kufika mbali, hutakiwi kuwa na mawazo ya kushindwa. Unapokosea usione kwamba ndo mwisho, nukta pana, inuka, futa nukta, jikungute, inuka tena, kwa sababu hiyo inasema mwenye haki wa Mungu ataanguka hata mara 7 lakini atainuka tena. Kosa ni kuanguka na usiinuke, lakini unapaswa ukianguka jikungute, inuka, songa mbele bila kuangalia watu wanachokizungumza, mazingira yanasemaje, umri unasemaje, maisha yanasemaje, kwa sababu Biblia inasema wakati na bahati uko kwa kila mtu, humpata kila mtu. So nataka nikueleze, wakati unapozungumza nayo pengine ni wakati wako na bahati yako ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya hatima na kusudi kubwa kwenye maisha yako. So unapokosea inuka, na somo hili na ujumbe huu uwe sababu ya wewe kutiwa moyo na kuinuka, kwenda kuifanya ile biashara uliyokatia tamaa, kwenda kufuga, kwenda kulima, kwenda kwenye huduma na kwenye utumishi, kwenda katika assignment ambayo ulikuwa nayo ya kampuni yako, maybe ya kurekodi, ya kufanya vitu ambavyo vitaleta mambo mapya katika kizazi chako. Kuna vitu vikubwa vya thamani ambavyo vimefungwa kwenye moyo wako. Lazima hicho kipawa na karama kizae. So unapoona unakosea usiogope, kwa sababu watu huanza kwa kukosea. Kuna alianza perfect, watu walikosea. So Yesu mwenyewe hakuogopa wala hakuwa anashindwa, alikuwa na wazo la kushindwa jambo lolote. Chochote alichokusudia alikifanya, na alichokitamka kilitokea. Marko 11 mstari wa 12 hadi wa 25. Ukipata time nenda kasome hiki kisa, kitakutia moyo. Nataka nikwambie mambo haya yaliandikwa kwa sababu Mungu alijua wakati utakuja wa maisha yako, kwenye kizazi chako lazima ufanye mambo makubwa. So kupitia mambo ambayo Yesu Kristo alifanya, ni zaidi ya kutiwa moyo kwa wewe unayepitia changamoto ya aina yoyote, kusemwa kwa aina yoyote. Kusemwa kuna kuja ili kupima na kukushape ili ufae katika maono yako. So chochote unachopitia, kiwe kibaya ama kizuri, kitahitajika kwa ajili ya maono yako mbele. Kimekuja si kukuangamiza, ila kukutia moyo, kukutengeneza ili ufae kwa watu wengine ambao watakuwa wanapitia mambo kama ya kwako, jamii yako, na namna ambavyo pia inaweza kutengeneza kitu kinachoitwa hekima, wisdom. Hekima inatokana na matukio. Hekima inatokea na kesi zinakuja. Kwa mfano, Sulemani alipomwomba Mungu ampe hekima, alimwanzisha na kisa cha mwanamke ambaye alikuja akilalamika kwamba mwenzie kalalia mwanae na akafa. Sulemani anataka wale watu wanasema huyu ni mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu. Wanawake wawili wanagombania mtoto mmoja aliye hai. Aliyekufa hakuna anayemtaka. Umeelewa? Lakini kwa hekima ambayo Mungu alimpa Sulemani, anasema leta upanga. Akataka kumkata mtoto katikati, lakini mama mwenye mtoto akasema hapana. Ila yule ambaye si wa mtoto akasema bora tukose wote. So hekima huja kwa sababu ya changamoto na mambo maumivu, mateso, pirika ambazo tunapitia kwenye maisha zinatufanya tuwe na wisdom. So ili uwe na wisdom, usikubali kukata tamaa. Usiogope kushindwa au kukosea. Unapokosea, amka, nenda tena. Lile kosa lile sababu ya wewe kutengeneza. Sasa zingatia mambo yafuatayo wakati namaliza. Kabla hujaanza jambo lolote, iwe ni biashara, iwe ni huduma, iwe ni mradi, kwanza jiulize, unaweza kusimama peke yako? Hata kama marafiki watakukimbia, ndugu watakukimbia,
Wale uliowategemea na kuwathamini hawatakupa support. Je, una uwezo wa kusimama mwenyewe? So nini cha kufanya? Muombe Mungu akupe neema kusimama mwenyewe. Hata kama dunia itakuwa kinyume na wewe, neema ya Kristo inaweza kukufanya ukasimama mwenyewe na ukaleta impact yenye nguvu na yenye tija, yenye mambo mapya kwenye kizazi chako. Usiogope kusimama mwenyewe. Unaposimama mwenyewe, Mungu anapokupa ujasiri wa kusimama mwenyewe, kuna mambo yanatokea. Ukiwa na ujasiri wa kusimama wewe peke yako, Mungu atakuletea watu wa kusimama na wewe. Hata wakiondoka utaendelea kusimama. Usiogope kupoteza watu. Watu wakiondoka usiogope. Endelea kusimama. Endelea kuamini. Endelea kufocus. Endelea kumwamini Mungu alikupa hicho unachokifanya. Siku moja kitakuwa ni kitu kitakachotatua changamoto za maelfu na watakuona tunu na utakuwa umeacha alama katika kizazi chako. Bwana asifiwe sana. Kitu ambacho nataka nikushauri mwana wa Mungu, usitafute nguvu kwa watu, ila itumie nguvu ulionayo kwa watu. Usitafute nguvu kwa watu, grupu la watu. Yaani wewe paka uwe na mobu ndio uweze kufanya mambo. Pana. Nguvu ulionayo ilete kwenye mobu. Iwafanye watu, ibadilishe maisha ya watu kwa sababu zifuatazo. Mtu yeyote ambaye alimkimbilia Daudi kwenye ile pango wakati anamkimbia Sauli mfalme, wote walikuwa ni watu wenye madeni, waliokataliwa, watu ambao walikuwa na misiba na vilio, watu walikuwa na sura mbaya. Nikimaanisha sura mbaya ni sura mbaya kweli. Lakini walipokutana na Daudi, kwa nguvu aliyokuwa nayo, ili transform maisha yao, ili badilisha maisha yao kutoka kwenye kukataliwa, watu wenye madeni, watu waliokimbizwa, watu wenye magonjwa ya sugu, kuwa majemedari hodari wa vita, wapiga upanga wa maana, watu wenye wisdom, watu ambao walikuja kuwa watawala, watu ambao walikuwa wakuu wa vikosi vyenye maana chini yao. Kwa nini? Walikutana na mtu mwenye nguvu aliyekubali kuitoa ile nguvu kutransform maisha ya watu. Hakukata tamaa. Alipokuwa anakimbizwa na Sauli, hakukata tamaa. Alienda pango kwa pango, chaka kwa chaka. Lakini nataka nikwambie, hivyo vyote haviwezi kuzuia mpango wa Mungu kama ukikubali na ukiamua kusimama mwenyewe. Ninaamini neno hili limekubariki. Naamini maisha yako yatabaki kama yalivyokuwa. Ninaamini kama ulikuwa umekata tamaa au unanitazama, una hofu ya kusimama mwenyewe, au unataka kueleweka na kila mtu, ndio ugonjwa wako. Unataka kupendezesha kila mtu. Hapo ulipo umeinama kwa sababu fulani ya kuelewi tu. Lakini kiukweli yamaanisha unachokiwaza au unachotaka kufanya ni kibaya. Wewe ukiangalia ni sahihi, lakini yule hataki tu kukielewa. Isiwe ni changamoto au ni sababu ya wewe kuzimisha ndoto na maono yako, kwa sababu utajichelewesha. Nataka niombe na wewe kwa sababu Mungu atakuinua, Mungu atasababisha kitu kipya kwenye maisha yako. Lakini kama ukitaka kumpendezesha mtu, maybe ndo tatizo lako, au unakosa ujasiri wa kusema hapana. Hujaji kusema hapana. Leo nataka nikuombee. Mungu wa mbinguni ataanzisha mwanzo mpya wa kipekee ndani yako utakaosababisha maisha yako yawe na ujasiri. Hofu ya kukosea itaondoka, hofu ya kushindwa itaondoka. Kila aina ya vita na changamoto unayopitia kazini au kwenye eneo lolote linalokupa riziki ya kila siku haitakuwepo ndani yako, lakini utakuwa unashindana na maono ulionayo. Focus na maono yako, usifocus na maneno ya watu. Usifocus na jambo lolote lile. Acha wazungumze, watasema, watakusema, lakini neema ya Mungu iliyomfunika Daudi ikampeleka katika kiti cha ufalme, ndio ambayo ninaiomba majira haya ije ifunike maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kila changamoto unayopitia, kila mkono wa mtesi kwenye maisha yako uondolewe kwa haraka in Jesus mighty name. Popote unaponitazama, neema ya Mungu iishe maisha yako. Neema ya Mungu ikuinue kwenda viwango vipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Kila nguvu, kila madhabahu inayozuia mipango na kanuni za maisha yako zisonge mbele, leo ninaivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natamka wepesi, natamka njia pasipo na njia in the mighty name of Jesus. Kama umeanguka na uwezi kuinuka, neema ya Mungu ikuinue kwa jina la Yesu. Kila kinachokushikilia hapo chini kikuachie, na sasa hivi natamka neema kuinuka tena in the mighty name of Jesus Christ. Baba, asante maana watoto hawa wamekubali na wametii na wamesikia. Badilisha maisha yao na historia yao, na kila walicho nacho Mungu kikawape kuwapeleka katika hatima yao in Jesus mighty name. Kama unanitazama na hujaokoka, nataka nizungumze na wewe. Wokovu ni maisha ndani ya Kristo. Unaamua safari iwe yako na Yesu.
Kwa hiyo kama hujaokoka, nataka nikuongoze sala toba. Sema, Bwana Yesu, asante kwa nafasi hii. Samehe dhambi zangu na uovu wangu. Takasa maisha yangu. Kuanzia sasa uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na andike jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kuanzia leo nipe nguvu ya kushinda dhambi na niweze kukuishia wewe milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Shetani, na ukataa na nguvu zako zote na mambo yako yote. Mimi ni mali ya Kristo kuanzia leo. Bwana Yesu, nipige chapa kwa damu yako ya thamani, katika jina la Yesu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya watoto hawa. Neema yako iwafunike, wakakue na kuzaa matunda na wakanyakuliwe na kuurithi ufalme, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya dhambi, nguvu ya aina yoyote, ya nguvu za giza, iachie maisha yao kuanzia leo, na wapiga chapa na muhuri wa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mali ya Kristo. Popote unaponitazama, ningependa kukulea na kukushauri. Tuma message kupitia namba inayopitia hapo chini. Uniambia, Apostle, nimeokoka kwenye kipindi chako na ningependa uendelee kunishauri na kuniombea na kunilea, na mimi nitafanya hivyo. Kama uko WhatsApp pia unaweza kutuma message kupitia hiyo namba. WhatsApp nitaipata na nitakuunga kwenye grupu la maombi ambalo ninaisimamia mimi mwenyewe, na maisha yako hayatabaki kama ilivyokuwa. Lakini mwisho, kama una sadaka yako, na hii ni sadaka ya kusupport Injili ili kipindi hiki kiweze kuendelea kuja na kukujia mara kwa mara siku na wakati kama huu, chukua simu yako, unaweza kuingia kwenye menu yako ya M-Pesa na ukatuma sadaka yako nzuri ya kusupport Injili, na unaituma kwa namba ya M-Pesa ambayo ni 0743010082. Unaweza kutuma 10,000, unaweza kutuma 5,000, unaweza kutuma 20,000, laki na kuendelea. Ni kwa ajili ya kazi ya Bwana na kuboresha matangazo haya yaendelee kukujilia katika madhabahu hii ambayo Mungu amenipa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Watu 10, watu 20, watu 30 watakaotuma sadaka zao, mimi nitakupigia simu na kukuombea na kukubariki. Lakini nitakutabiria na Mungu anipe neema ya kukupa mwongozo wa kukueleza kwa habari ya hatima yako. Umechoka, umekata tamaa, unajisikia kuhuzunika, unajisikia kurudi nyuma, nipige simu. Nitakushauri, nitakuombea na maisha yako yatabaki kama alivyokuwa. Jina langu ni Apostle Emmanuel Malisa wa huduma ya nyumba ya maombi Tanzania kwenda kwa mataifa mengine. Mungu amenipa hiyo neema, na madhabahu yuko Moshi Kilimanjaro, nyuma ya sekondari ya Kiburuloni. Siku za ibada ni Jumanne, Ijumaa na Jumapili saa 9 alasiri every week. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa wewe ambao umetuma sadaka yako, ninakuombea uchumi wako kastawi, biashara ikastawi, kila unachokigusa maisha yake hayatabaki kama alivyokuwa. Wewe umebarikiwa, nyota yako ikaheshimike, Mungu akakupe kibali, upokee uponyaji katika jina la Yesu. Maana kuna watu wanaumwa wananitazama. Mungu akuponye kila ugonjwa, kila fedheha, kila aibu haitaipata nyumba yako katika jina la Yesu. Maisha yako yakastawi tena, yakang'ae tena, yakaimarike katika Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Amen. Mpaka wakati mwingine, muda kama huu, siku kama hii, tutaonana tena. Mungu wa mbinguni akubariki. Kumbuka, naitwa Apostle Emmanuel Malisa. Shalom, shalom. EMM TV, God with us.